How are you, my good people? It's the king of good vibes. And now, so kuna hii story fulani vile mnajua tu ni story time, vibes after another. So kuna hii day niko, that time I was at home. So kulikuwa na wedding fulani, ilikuwa like ifanyike. So tulikuwa tunaorganize like vile I will do the coverage of that video. Hii ni story ya jamaa fulani, rafiki yangu tu. Huyo jamaa bana alinikon. It was bad. Huyo jamaa alikuja tu akanikon tu vizuri tu, but I never saw it coming. Until it happened, hapo ndio nilikuja kurealize, okay, this guy has scammed me. Scammed my friend. So this guy tuko shule, tulikuwa tunasomea shule moja, that is hiyo Masai Mara. Then tumepatana huko tu, si unajua wanaume hatujuanangi mingi, hata siku mbili tu ukiuliza jamaa atakwambia tunajuana. Hivyo ndio ilifanyika. So nikaenda home na kulikuwa na hiyo wedding ya best yangu tu fulani hapo. So budget yao ilikuwa pesa kidogo, then nikawaambia hiyo fanyeni aje mnipe 20k basi, I'll cover your wedding yenu. Yeah, ka budget tu kidogo, package the smallest 20k. Na wedding yenu itatokea nikiwa fiti. So tuka agree. So juu sina kamera na nini, kitu nilikuwa nifanye ni na rendisha tu kamera hapo. Msee ni rendishe kamera yake, then when I finish I pay him, tumalizane, mimi ni deliver the work, then that's all. Sasa hivyo ndo kulienda. So that guy nilionanga kwa hiyo ni fulani hapo status, WhatsApp status. This guy posted a certain picture. It was Nikon 5300, Nikon D5300. Oh, I said, oh, this one can work. Now that you are my friend and okay, nikam DM, oh, are you selling this one? So nikamuelezea vile pesa inakuwa ni, nikamuuliza how much are you selling this one? Akaniambia 25k. I was like, okay, 25. That one is affordable, I can buy that. But now at that moment juu sikuwa nimeplania, nikamuelezea vile like ndamlipa, tuka agree. So that guy was to send me that camera kama package, ikuwa delivered to Kitui town, then niende hapo. Then after I shoot, I was to retain the camera juu I was to buy that camera according to our agreement. So the guy was like, oh, now send the delivery fee. Okay, I was like, okay, no problem, how much is it? Nikamwambia wewe enda Afya Center hapo, then utumane then uniambie ni how much. So the guy goes za, oh, sina transport fee, niko Kitengela, niko nini. That is not a problem. How much is from Kitengela to Nairobi? I don't know, aliniambia ni 150 ama 100. Oh, mimi nikaeka tu, nikawekea that hiyo 120 fulani kamwekea. Then kidogo hapo hivi I was like, okay, akaitisha nini nyingine hapo. Then I was like, hey. Nikamuuliza umefika? Yeah, amefika. Sawa, how much is the fee? 600. Okay bro, I send him the 600 ya kutumana. Akaniambia ana pesa tena ya kurudi mahali ametoka, nikamuongezea so wengine. So like sikujonga like hiyo story like vile huyu jamaa plan yake ni gani. Kumbe hadi hakuna kamera alikuwa anauza. Kumbe hakuna hadi kitu yenye hadi alikuwa anajua. So that guy was just took a picture, I don't know where, akapost. So after kupost ameweka na hapo, ndio sasa nimeonea bana. Jamaa ameamua kuniscam tu na anajua tu vizuri.
So I was waiting like ukitumana kitu kuna that delivery message yenye unatumiangwa na that company ama hiyo watu wa parcel wenye wanakutumia. Sikutumiwa. So I was like, yo man, umetuma na nini? So this guy ako zile za nimepeana tu hapo hivi utapigiwa ikifika. Okay. Kama basi nitapigiwa ikifika si ni sawa basi. Kangojea. It was like almost 24 hours. So with that estimation like hiyo kitu inapaswa kuishafika. So nikaenda, umetumana na nini gani? Akaniambia. Nikatoka home nikaendea. Kwenda hapo hakuna kitu kama hiyo imepeana. Jamaa anajaribu kumtrace, hapatikani. Online nini? Na hakipatikana like anipei chance ya niongee nimuulize like vile imekuwa nini, ametumana na wapi. So jamaa anapotea tu hivi. Then mimi narudi home. Nikamuuliza, "Yo, niko nifahamie exactly ni ulitumana na office gani?" Naenda hapo kwa ofisi yenye ananiambia, naenda hapo hakuna kitu kama hiyo juu. Wanauliza nipeane message yenye nilitumiwa after the parcel nilitumano. Nothing. Mimi sikutumiwa kitu, so hakuna kitu nawaonyesha. So inabidi niwaeleze hapo ndo at least wa connect. So wakamwacha wanisaidie watafute wapi. The third day harusi ujui karibu kufika. The third day ndo hiyo natuma jamaa fulani hapo namwambia, "Hebu enda unichekia hapo." Unajua hadi mimi nimeanza kujidoubt like ni mimi naangalia vibaya ama nini. So huyu jamaa watatu ni jamaa wanduthi hapo na mtuma. Unajua pia unamwaste your time. Go and check. Jamaa na check but nothing is happening. So hakuna kitu inafanyika hapo. So huyo jamaa kwa zile za bro, sioni kitu hapa. So jamaa nikamwambia, "Yo man, wewe fanya aje? Nilifund pesa yangu juu mimi hakuna kitu hapo naona delivery. Hakuna nothing, sioni kitu yenye ulikuwa umetumana hapo. Sioni kamera." So jamaa kwa zile za nilitumana sijui hata sasa ameanza kuchange. Ati anasema alipea dere. Dere mwenyewe hakunipigia. Na kama hata ni dere kwani kutoka Nairobi hadi Kitui hours ngapi? 3 to 4 ikienda sana. Na ushafikishiwa but hivyo ndo ile nini nikajaribu kumwambia, "Yo man, nilifund pesa yangu basi." Jamaa ananipiga Kiswahili hapa. Kiswahili mingi. So hadi nilibwekanga hata hiyo kazi nikamwambia, "I think I will not be available. Tafuteni tu msee mwingine for you to do that." So your wedding, so but sasa kwa hiyo wedding sikuenda kufanya coverage, nilienda kuperform. So to change nikaenda kuimba song fulani hapo inaitwa I'm in Love. So nikaenda nikapiga hiyo song. Yeah. Watu waka nice nini but deep down I was like hadi sasa najiuliza ngatu maswali. Then alafu tena huyo demo kwa zile za after huyo jamaa kwa zile za after hapo. After hapo so huyo jamaa hiyo kitu yani inaniumanga tu. So like it was like 700, so ilienda tu hivyo. Hiyo msee sasa hapatikani na ni hivyo. So, anakaa after like 2 months anaanza kuni DM ananicall nyingine. Hata nakumbuka hiyo day niko studio. Ananicall, "Yo bro, uko wapi? Nipinie locations juu tupige sherehe juu nini." I was like, "Bro, hata after all that year kitu yenye umefanya hapa like I feel anything." Jamaa yuko guilty bana. Ni kama ako innocent. That guy like hadi saa hii sasa hata sijui alikuwa ni msanii hiyo time, pia alikuwa msanii sijui saa hii aliacha kuimba ama ni aje, but bro style up. Hauwezi ni scam up hata 600 sasa ndo 800 sasa ndo ilikufanya nini? Style up. Sasa hivyo ndo your friend. So never trust your friends guys. Hata kama nini juu msee anaweza kuscam tena. Utaskamiona a friend mwenye unamwamini tu vizuri genuinely. That's how it happens guys. So hivyo ndo kulienda, jamaa akaniscam vizuri. So kamera alikuwa ananiuzia kamera haiko, kamera yenye kwa picha. Na kama ni buy that camera. Kumbe msee ako zile za angeniambia hata ni lunch anataka ama sapa ama anything, ama ameniambia kimeumana. Then anakaka hivi kidogo, jamaa ameanza kunikopa jo. Hiyo itawahi rudi kweli?
na ameshachukula hiyo yenye alikuwa anasema sijui ni ya kutumana. So that's all for now guys. See you next time. It's the king of good vibes.